Mhubiri 3. Mhubiri 3:1 mpaka 5. Naomba aliyopata nisomee. Mhubiri 3:1 mpaka 5. Nasoma Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Si ndivyo mtumishi wa Bwana? Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. 5. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia. Bwana asifiwe. Huyo mhubiri ni mwana wa Daudi, Suleiman. Bwana asifiwe sana. Katika watu wenye hekima sana, Suleiman mpaka leo haijapata kupata mtu ambaye ana hekima kama Suleiman. Bwana asifiwe sana. Alisifiwa. Kuna watu ambao walikuwa na sifa ambazo ni za kipekee. Kwenye Biblia nakumbuka Musa, Biblia inasema kwamba alikuwa ni mpole kuliko wapole wote. Bwana asifiwe sana. Na Suleiman alikuwa na hekima ya ajabu sana. Na vile vile alikuwa ni tajiri sana. Katika hekima zake sasa hapa anafafanua maandiko haya kwa ufupi. Bwana asifiwe sana. Hapa anapoongelea ni kwamba kwanza anaongelea mpangilio wa muda. Bwana asifiwe sana. Mpangilio wa mambo, mpangilio wa kila kitu. Bwana asifiwe sana. Na kama nilivyokuwa nafundisha kuanzia Jumanne, ni kwamba nikaanza na chakula cha mwilini na vyakula vinavyohitajika kwenye mwili. Bwana asifiwe sana. Alafu tukaja kwenye mambo ya chakula cha roho. Bwana asifiwe sana. Alafu leo tutajifunza namna ya Yesu kazi aliyojia duniani. Bwana asifiwe sana. Ni nini? Sisi tunachotakiwa ni kugawa muda. Mara nyingi sana sisi muda wetu mwingi tunaupoteza katika kutafuta vile vya mwilini. Bwana asifiwe sana. Kweli ni muda tunatokea kwa sababu mwili tunao na roho tunayo. Bwana asifiwe sana. Lazima tutafute ya mwilini, alafu tutafute na roho. Tuna balance. Bwana asifiwe sana. Alafu vile vile tukifika majumbani kwetu, kama majumbani kwetu tuna watu ambao wanakaa kwetu. Nikasema hivi, watu wanatakiwa hapo tunapanga na muda, tunatafuta chakula wanakula. Muda wa kwenda ibadani tunaenda. Bwana asifiwe sana. Muda wa kukaa na ibada ni majumbani mwetu tunakuwa naye. Bwana asifiwe sana. Ibada zile zinajenga. Ibada zile zinafanya nyumba zetu ziimarike ili zisitetereke. Bwana asifiwe sana. Sasa tunataka kufanya nini? Ugonjwa bado ulikuwa nawasema. Watu wengi wanasema labda kuna ugonjwa umekuja mpya. Ugonjwa bado ulikuwa nawasema. Ni majumbani utakuta saa hizi. Ukianza kuhesabu mtaona anachokisema. Ni kwamba saa hizi upagani katikati yetu sisi wenyewe watoto wetu upagani na kubwa kuliko Ukristo. Niamini nataka nifanye kwa kweli. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Mara nyingi sana ibada tushatoka pembeni. Tutakujagawa muda. Tunakosa maombi. Bwana asifiwe sana. Saa hizi upagani ukianza kuangalia, nitaanza kutoa mifano mara moja ili nisiwapotezee muda kama nilivyosema. Mimi najua kuokoa muda. Mungu anashanisaidia, najua kusamalai. Naomba watu wanne, mkulima na mzoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Hawa ni mkulima na mzoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Nitawaita ni wakina baba wawili. Nitamuita na mama wewe na mama Kevin, ndio basi sare na kwa ndio. Bwana asifiwe sana. Samahani, na mzoa mtamu sana. Watakuwa kama ni nyumba. Wewe kama mkulima, kama ni mkulima na mtu mzee huyu, kwa mfano tunampa
Ni bwana ni labda nipangue kidogo. Bwana sio sana njoo kama hii. Hii ni nyumba moja. Bwana sio sana. Amen. Hawa ni watoto wao wawili hapa. Bwana sio sana. Amen. Wana watoto hao wawili. Alafu nataka nigawe ili niwe haraka mfano, uwe haraka njoo muungane tu ni familia moja. Hawa ni watoto. Hawa ni nyumba ile wako, hawa ni watoto wao. Wana mtoto kama ndio hapa. Hawa ni watoto. Wana watoto wanne. Na hawa mama kiasi. Samani msikimbie, mnajifunza haraka sana. Wana watoto wanne. Baada ya kuzaa watoto wanne, Bwana sio sana. Amen. Samani nikikutaja kwamba hujaokoka usijisikie vibaya. Hao wawili ni watoto wao hawajaokoka, kaeni. Hao wawili wameokoka, Bwana sio. Hapa waliookoka watu wako wangapi? Wanne. Hao hawajaokoka. Hao wameokoka. Bwana sio sana. Wako wangapi? Wapagani, wako wengi ni wapagani ni waliookoka. Sasa hapo wameokoka. Bwana sio sana. Huyu naye anaenda kupata mtoto mfano naye anaenda kutafuta nyumba yake na wewe na nyumba yake. Bwana sio sana. Naomba simama. Wewe wote ni watoto wa hao. Hao kwa sababu hajaokoka atazaa watoto ambao hawajaokoka. Watoto wangapi? Wanne. Naomba sare hizo watu wanne. Hapo wanne kwenye sare. Naomba. Huyu hajaokoka, sasa atazaa watoto. Kwa sababu hajaokoka, atazaa watoto waliookoka. Huyu ameokoka, sababu ameokoka lakini bado anaweza kuzaa waliookoka na wasiookoka wawili. Bwana sio sana. Nimesema wana watoto wangapi? Wewe ndio kaeni kwa huyu. Ni watoto wa huyu. Kwa sababu hajaokoka, hawashuhudii ni wote ni wapagani. Na huyu ni watoto wanne tena. Naomba watu wanne waje kwa huyu. Mkisema waliookoka ni wengi. No, nataka tu watu wanne waje huko. Ndio ni watu. Mama Sambo samani ni wasumbue. Naomba ni Mama Sambo na wasumbua tu. Mama amwenda. Isaga. Wewe hapa. Samani, mama kayo. Mama nani? Wewe. Naomba njoo simama. Bwana siwe sana. Huyu hajaokoka. Atazaa wewe umeokoa watu waliokuwa wawili hapa. Hao wawili wote ni watoto wa hawa wameenda kuolewa au wameoa. Bwana siwe sana. Anazaa watoto wangapi? Wanne na huyu wanne. Bwana siwe sana. Na huyu bado ni mtu aliyeokoka. Na huyu wameokoka. Wametoka ni wazazi wa ni watoto wa hao. Katika watu wale hawajaokoka wanazaa atashuhudia nini? Watajilia wapi neno? Sasa hao ni waliookoka. Njoo msimame huko. Ni watoto wa hao. Tasimame nyinyi wazazi mlianza hapa. Na naomba watu wanne huko. Watu wanne. Tena. Watu wanne. Hao wanne kwa sababu nilisema pale wamezaa watoto wanne, wakazaa wawili wapagani na wawili waliookoka. Bwana siwe sana. Katika hao tena wanaanza kuzaa, anazaa watoto wawili waliookoka, wawili hawajaokoka ndio ni. Wawili hawajaokoka tena. Unaenda kujiunga kule kwenye kundi hili. Wamezaa ni watoto wanne lakini wawili hawajaokoka, wawili wameokoka. Bwana siwe sana. Na huyu tena anazaa watoto wanne. Ndio ni watu wanne. Haraka tu watu wanne. Amezaa nimeweka hapa tu kama wanazaa watoto wanne. Wanne sio? Huyu wawili hawajaokoka nyinyi nene kajiungeni kule. Alafu wawili wameokoka. Ni watoto wao. Hivi kundi linalokuwa ni watu waliookoka ambao hawajaokoka. Lakini walipoanza walionekana waliookoka ni wengi. Walikuwa wazazi wakazaa watoto wangapi? Alafu tukaendelea wanazaa wanne hivyo. Hao waliokoka tena wale wakizaa wanne, wakizaa waliokoka wawili, wasiokoka wawili. Kundi litakuwa kubwa ni lipi? Nashukuru. Bwana siwe sana, nashukuru kwa msaada wenu. Ni nini? Nachoongea ni nini? Si mmenielewa hapo? Mfano nilikuwa natoa mfano mwepesi sana. Bwana siwe sana. Sio kusema wale ambao walikaa huko hawajaokoka pana.
wameokoka vizuri sana. Nilikuwa nasema saa hizi unakuta sisi tuliookoka tunazaa watoto. Bwana siwe sana. Ni watoto wote ambao wanakuja wameokoka. Wanatusumbua. Wanatusumbua tu vizuri sana. Sasa unakuta kundi la watu ambao wako nje. Sasa wale wakizaa waliookoka angalau wanajitahidi. Nawe vile vile kwa sababu ugonjwa ule ule atazaa watoto waliookoka na wasiookoka. Bwana siwe sana. Alafu yule ambaye sasa hakuokoka kabisa, unafikiri atazaa waliookoka? Huo mnaona ni ugonjwa sio ugonjwa? Ndio kanisa linapotafunwa. Kwa hiyo kinachotakiwa ni nini? Nilikuwa naongea masomo yote ambayo tulianza Jumanne mpaka tumefika leo. Nilikuwa naongea kwamba kuna ugonjwa ambao ni wa kufisha. Tukifuata kanuni za Mungu alizosema. Bwana sifiwe sana. Hata Ayubu wakati analea watoto, alikuwa na watoto wengi. Alikuwa siku zingine watoto wakiweka sherehe, anakaa siku zingine baada ya kumaliza sherehe, anapiga magoti kwa Mungu, Mungu nakuomba. Hao watoto labda wamekutenda dhambi. Mnamkumbuka sana Ayubu? Yoba sipendi kusoma vitabu. Alikuwa anaenda tena analia kwa Mungu, Mungu watu wangu labda katika sherehe zao zilizofanya, walifanya hata sikukuu, labda wamekutenda dhambi. Alikuwa analia sana. Bwana sifiwe sana. Ndio maana nikawa nasema, kuna chakula kingine. Tunawalisha watoto, wanaenda vizuri, wanakuwa vizuri, lakini kwenye neno watoto wanakimbia. Bwana sifiwe sana. Mwana angaliuliza swali ambalo lilinigusa sana. Akasema hivi, lakini nilimjibu kwamba, Bwana, maneno sisi wenyewe kama ni mzazi, ukakosa maneno, utamfundisha nini mtoto? Inasikitisha sana mchungaji kila siku anaongea hapo. Watu asubuhi kwenye somo la wanafunzi na maandiko, wanakuwepo tu watu wachache tu hapa na hapa. Basi, na wengine moja kule. Yale maandiko wanasema ni shule ya waumini, ni chuo cha waumini. Bwana sifiwe sana. Maana yake kule ndio unakokuja kujifunza maneno kwa ndani sana, ili uyajue. Unauliza na maswali ambapo huelewi, ili na wewe ukienda nyumbani kwako utawafundisha. Bwana sifiwe sana. Lakini tunapuuzia. Watoto wenyewe wanaongea, watoto walimu kule wanalia, watoto jamani waleteni. Watoto hataki kuwapelekea walimu. Walimu wanajiandaa masomo ili wapokee watoto wafundishe. Watoto wenyewe tunaacha kwanza wapige chai, sisi wafanye nini, hatutaki kuwapeleka. Ndio kizazi tunacholea. Bwana sifiwe sana. Nilichokuwa naongea ni kwamba kanisa sisi hatuje hapa kusifurahishana, kwamba tusiangalie vichekesho kama nilivyosema na kwetu hapa kwamba vichekesho sio kama tunachekesha tu.